Sehemu ya pili nataka kukuambia wakati mwingi utapata kuwa baada ya kufanya kazi. Sana na najua kampuni. Kuna wakati mmoja wakati ilikuwa imekuja nchini tu hivi ndio walipeana mtihani wao wa kwanza wakaita watu wa waajiri. Wao wanapeana kwanza ya kuandika kisha baadaye ya kufanya nini? Ya kuulizwa maswali. Na mara yao ya kwanza inasemekana kuwa walipeana karatasi watu wajibu karatasi. Na baada ya dakika 15 wakachukua. Walikuwa watu 30. Anakuambia ni watu 5 peke yake ambao walichukuliwa ile kazi. Hata hawakuenda awamu ya pili. Kwa sababu gani hawakuenda awamu ya pili? Walikuwa wamepewa maagizo pale, wameambiwa usiandike nini? Chochote. Kwa Kiingereza. Karatasi ilikuwa imejazwa maswali ya pale lakini umeambiwa usiandike chochote. Wewe usomi maagizo. Sasa nataka kuzungumzia maagizo ya mtihani. Maagizo yanaweza kubadilika. Maagizo yanaweza lazima usome maagizo ambayo umeandikiwa pale. Kwa sababu nakumbuka kuna mwaka mmoja ambapo ulikuwa lazima ufanye mashairi mangapi? Mawili. Yalikuwa yamepangwa hivi kwamba shairi ilikuwa ndilo swali la mwisho sehemu ya fasihi simulizi na kulikuwa na shairi lingine moja. Ilikuwa lazima kila mwanafunzi afanye mangapi? Na wanafunzi wengi walisaishiwa chini ya 60 kwa sababu hakufanya hiyo ya mwisho. Jambo jingine ndio ujue maagizo yanageuka. Ukiangalia jana insha ya uamilifu. Ilikuwa nambari ya kwanza na nambari sijui ni ya pili ama ni ya tatu. Si barua ilikuwa hapo. Ilikuwa swali kama la 3 hivi ama la 4. Na bado kulikuwa na swali la kwanza ambalo ni barua hizo za uamilifu za kuangalia muundo. Umbo. Kwa hivyo wanaweza kuleta wakasema methali ndio swali la lazima. Kwa hivyo kansili inabadilika, lazima usome hata kama unajua wakati wote katika karatasi ya 3 unaambiwa jibu maswali mani pekee, swali la kwanza lazima huwa unaambiwa hivyo. Na unaambiwa kuwa usifanye maswali mawili katika sehemu moja. Ukumbuke hivyo. Iwapo umeambiwa usifanye maswali mawili katika sehemu moja na unaanza kusema atachagua, zote najua bembea. Na leo nimekwambia kila swali lazima ufanye dakika 40. Ukikosa kufanya dakika 35 utapata una muda. Utapata una muda, huwezi fanya. Iwapo umefanya swali la bembea moja, nenda ukafanya guu za jadi. Iwapo guu za jadi hutaki kufanya, ukiangalia ukichagua ukiona uwezi hiyo, nenda ukafanya fasihi simulizi. Nenda fanya ushairi. Inakuwa rahisi sana. Pia si lazima uanze na lile swali la kwanza. Wakati unajibu si lazima. Mimi nataka kukumbusha si lazima uanze na swali la kwanza. Si lazima. Mradi unakumbuka kuwa umeshachagua maswali yako ni haya na unaanza kufanya nini? Kuandika majibu. Lakini huwa nasema wakati mwingi wanaambia mwanafunzi anza na hilo swali la kwanza ndio usije ukafanya nini? Ukasahau. Na ndio maana nakwambia mtihani ukianza usianze kuamka saa 10, uwezi amka saa 10, utakuwa umechanganyikiwa ukienda wapi kwenye mtihani. Kama sasa uamki saa 10 uwezi amka saa 10. Utakuwa na usingizi, watu watakuwa wamekukanganya. Kuna mtu amekuja hapa asubuhi kutoka nyumbani anakuambia maswali yanatoka hapa, unakimbia huko. Nyinyi wote mnakimbia huko. Yanakuja huko mnakimbia huko. Wewe mnakimbia huko. Sasa inakuharibia akili, inakukanganya, yani hauna ule utulivu. Unapaswa kuwa umetulia. Umeshasoma, umefunzwa vizuri, wewe mwenyewe umejisomea. Jiamini ndio uingie pale kama akili yako ikiwa razini. Kwa hivyo unafanya nini? Nimekwambia kuwa si lazima uanze na swali la kwanza, lakini muhimu huwa tunasisitiza kuwa tumia nambari za mtahini. Iwapo umeandikiwa lile swali umefanya pale limeitwa nambari 4. Unaandika pale juu nambari 4. Pale kwenye swali lako limeandikwa nini kwenye? Si utapewa buku, si ndio? Ambalo hapo mbele umeandikiwa maswali na huku nyuma ni karatasi nyingi sana uwezi ukazijaza hata utaki. Hakuna mmoja ameshazijaza. Yale maswali umeandikiwa pale mbele. Nambari ambazo zimetumiwa ndizo utatumia kule kuandika nimejibu swali la. Usianze kusema hili ni swali langu la kwanza, hili ni swali langu la pili. Kuna watu kule katika kusaisha wako pale kutafuta pesa, wako pale kuharibu wakati. Kwa hivyo akiona umeandika swali la 3 na lilikuwa swali la 6 na wewe umesema hilo ni lako la 3, anasema mbona swali la 3 amefanya vibaya na kukosesha zote. Na anaendelea na maisha. Na ajali, kuna watu ajali vile hapa amjali. Hivyo ndivyo binadamu yuko wa kawaida. Kwa hivyo unatumia nambari. Iwapo pale kwenye karatasi ya maswali umeambiwa hii nambari 5, andika pale juu nambari 5. Lazima uandike nambari. Kwa sababu karatasi yako yote haisahihishwi na mtahiniwa mmoja. Karatasi zote, mimi hata nakwambia ya 3. Na zile zingine zote tunakuwa katika conveyor. Ni pale ambapo tunakuwa walimu kama 7 hivi. Tumeketi kwa mviringo. Nasaisha makaratasi yote ambayo nimepata nasaisha swali la kwanza. Huyu mwingine anasaisha yote swali la na nikimpatia hivi anasaisha swali la pili. Huyo mwingine anasaisha maswali yote ya 3, huyo mwingine 4, hivyo. Kwa hivyo karatasi yako itasaishwa na mtu mmoja. Swali la kwanza litakuwa mtu tofauti, la pili mtu tofauti, mtaini tofauti, hivyo. Mpaka hata ule wa kumjumlisha ni tofauti. Kwa hivyo ina maana gani? Ndio maana lazima uandike nambari ile umefanya pale juu. Aone vizuri asije akasaisha vibaya nambari ambayo imeandikwa pale kwa question paper. Hiyo ndio utatumia huko. Nakwambia kwa Kiingereza. Na pia nilikwambia tena usifanye maswali zaidi. Nataka usidanganywe na mtu ufanye maswali zaidi. Tutasaisha ya kwanza 4. Hayo mengine hakuna mtu atayaangalia. Hata ukiwa umepata zote 20 hakuna mtu anakuwa na huruma kule. Anasema unahurumia kwa nini? Kwa nini nafuati maagizo? Kwa nini nafuati maagizo?
Ina maana kuwa iwapo umefanya swali la 5 utapata alama ya A. Kwa sababu umeharibu muda wako wa maswali haya mengine. Hata kuchagua maswali 4 ni utahini. Yani even choosing the questions it's part of the exam. Kwa hivyo yule mtu alisema uandike utumie masaa 2.5, aliangalia ile maswali akatathmini kama yanaweza kufanyika katika wakati huo ama masaa ngapi? 2.5. Kwa hivyo usifanye zaidi. Na pia nakwambia kila kitabu, nimekukumbusha tena, fanya swali moja. Katika kila kitabu unafanya swali moja peke yake. Kwa hivyo tuangalie jinsi ya kukabili karatasi. Na hapa tunaangalia namna ya kuchagua maswali. Kwanza unapaswa kupitia maswali yote kwenye ile karatasi kabla ya kuanza kujibu. Na ndio maana nilikupa dakika 10. Dakika 10 ni nyingi sana. Unajua dakika 10 vile ni nyingi. Kusoma yale maagizo hivi, utasoma dakika 3 na kuyaelewa. Hata dakika 2 utakuwa ushasoma. Yale maagizo umesoma hivi, umeambiwa hapo swali la kwanza lazima chagua mengine 3, usifanye maswali 2, utasoma maagizo. Dakika zikienda sana 2. Hizo dakika zingine ziko pale katika 10 nimekwambia unachagua nini? Maswali. Unachagua lazima usome maswali yote. Sijakwambia uende kusoma maswali, ukisoma maswali yote ukifika hadi kwenye ushairi uanze kusoma ushairi. Hapana, unasoma maswali ya ushairi sasa. Ndio uangalie ushairi huo ndio utafanya ama ni huu, si ndio? Unasema huu unaujua, huu si ujui. Wakati unachagua yale maswali, unaweza kuwa unaandika iwapo ni swali limeuliza. Na hata kama iwapo hata halijauliza muktadha, unaweza kuandika nani anasema pale kando kidogo tu. Hiyo peke yake. Hakuna jibu jingine unapaswa kuandika pale ukichagua maswali. Ni maswali tu ya muktadha peke yake, au hata iwapo hakuna muktadha unajiuliza nani alisema haya, alikuwa wapi hivyo. Ndio ukirudi uko umekumbuka pia. Usiandike mambo zaidi pale kwa penseli. Unaona wanafunzi atunaenda pale na majibu wanaanza kuandika, utavukisha saa ngapi? Utasahau, lazima utasahau. Ati unaandika na penseli alafu baadaye unaanza kuvukisha, hakuna. Ile akili ni ile akili moja. Kwa hivyo ni akili ya kusoma maswali pekee. Kama hata wewe mwenyewe kusoma swali hivi unajua kama unajua ama hujui. Moja kwa moja. Unahitaji kuegemea pale sana. Kwa hivyo kwa zile dakika 10 nilikuwa nimekupa za kwanza zilikuwa za maagizo na kuchagua maswali. Ndio maana nikakwambia lazima upitie maswali yote. Na nikakwambia soma swali zaidi ya mara 2. Yaani wakati wote soma lile swali mara 2. Hata wakati dakika hizi nilikuwa nimekupa 35 za kufanya kila swali ambazo ni 40, ukiongeza zile 5 za kusoma swali unarudia swali wakati unajibu. Ndio usije ukaenda kando, kwa sababu tunaona wanafunzi wengine wanaandika hoja za kwanza 10 wanaandika vizuri, alafu baada ya muda wanapotea. Unashangaa huyu alipotea kwa nini? Labda mwenzake huko nyuma hapo anajua kitu, alafu akaona ule invigilate taoni akaanza kumwita, unageuka. Ukigeuka ukirudi kwa yako ushasahau. Kwa sababu jambo la kwanza hapo sikuwa nakuongelesha unatetemeka, si ndio? Akili na sahau. Na ndio maana wanaambia mwanafunzi hata peleka kitabu kwenye choo. Enda kaangalie pale msalani. Mwanafunzi ambaye anaweza kuvukisha maswali au majibu, si maswali ya swali, ni majibu kutoka msalani hadi hapa kwenye darasa, ni yule ambaye alisoma, anajua content. Mtu ambaye ni mwerevu, amesoma vitabu ama amesoma hata iwe ni dini, iwe ni jiografia, iwe ni historia. Mwanafunzi ambaye ni mwerevu anahitaji tu kupata kitabu chake hivi dakika 2, afanye tu hivi. Amejua kila kitu. Amekumbuka kila kitu na narudi, hata hitaji kuangalia. Kama hujasoma, peleka msalani nikwambie. Peleka, enda angalia. Enda angalia na urudi. Kati ya kule msalani na kurudi hapa, hakuna kitu utakumbuka. Na umejaribu siku nenda, siku rudi, imekataa, lakini sasa hivi unaona kanseli ndio inakubabaisha. Kwanza ukipelekwa pale na mlinzi ataanza kuzunguka, umeshapata, umeingiwa na jasho. Unasahau kila kitu. Ndio maana wakati mwingine unaona mtu amekwenda msalani, yuko kule anaandika na kalamu, kitabu kinaingia pale msalani chini, kalamu inaanguka pale kwa sababu ya kule kuhofia. Na pia wanafunzi wachache sana wanaweza vukisha kutoka kule. Haya mambo nakwambia kwa sababu nilikuwa mwanafunzi siku moja. Hakuna kitu sijawahi jaribu. Hata nini, hakuna moja. Hakuna hata nini, unaniambia ni hata kwanza kuna mara ya kwanza na ya mwisho kujaribu karatasi. Nilitoa karatasi na nikasahau kila kitu. Na nilikuwa chuo kikuu, si hapa, chuo kikuu. Sikudanganyi, nikatoa hivi kwa sababu kila mtu naona anasema, nilikuwa na karatasi. Nikatoa. Kutoka hiyo siku nikajiambia mimi, acha tu. Kile nitapata, si ni chuo kikuu. Huwezi akosa kupata cheti, huwezi. Kaende. Kwa sababu mimi ni mwoga, jambo la kwanza. Mimi ni mwoga sana. Ndio maana huwa siibi, siwezi nikaiba. Ndio maana sitaki uniambie mambo yako ya siri, nitatangaza. Niko hivyo. Na sitaki kugeuka. Sitaki niambie mtu, Elizabeth fanya na hapana, nitaanza kama hadithi. Unaona Grace, utasema kitu alafu unasema, Grace. Na sijuzi alikuwa naiba. Nasema tu kama sijui, sikumbuki, nasema kama hadithi. Hujui kama naiba? Naanza kusema kama hadithi. Na huwa napenda akili yangu iko hivyo kwa sababu watu wote huwa napatana nao, natagusana nao kwenye maisha yangu, hawajawahi nidanganya. Siku hata moja hawajawahi hata nidanganya. Na napatana na watu ambao they are very generous and they are very good and they are very truthful. Because of the way I am. Hata wao wanakaa hivyo wanakuambia, wanakuambia sitakwambia kwa sababu utakasirika. Sitakwambia, nikwambia utaniambia tu. Tuendelee tu, utasema siku moja ukichoka. Tunaendelea tu, utasema tu mwenyewe. Because of the way I am. Lakini nikianza kuficha Mungu analeta, you attract who you are. You attract who you are. People don't tell you that. But kama mimi ni mwizi na natumia pesa za mtu vibaya, nita-attract wale watu ambao pia ni wezi, wanatumia vitu za watu vibaya. Kama mimi ni mzuri and I'm generous, I will also attract people who are generous and good. Trust me.
Try it. Kama unafikiria na kudanganya vile uko sasa hivi, iwapo wewe ni mzuri, wale watu watakuja karibu nao wote watakuwa wazuri. Wale watu wabaya hata wanakuja wanaanza kukutusi wakijaribu, unachana nao. Kwa sababu hata Mungu anajua si wako hao. Si wako. Hata wenyewe wanajiondoa.